kula yangu ni ya shida sana. Mnaona ninavyohangaika hapa? Yaani kula yangu ni ya taabu sana. Asanteni sana jamani. Swali liko kwa wewe brother ambaye unataka usafishwe meno. Kilikupata nini? Paka unataka usafishwe meno. Mbona uko fresh tu? Hujaona ya kwangu? Ni mawese matupu. Na sijalalamika. Noma sana jamani. Naona matajiri zangu wengi sana hapa. BTD. Vipi ndugu yangu? Kama kawaida. Harakati nasemaje? Asante. Karibu sana ndugu yangu. Shemeji? Sawa. Nyie mnawezaje? Mnawezaje? Halo. Madam, vipi? Sijamwona shemeji leo. Yuko Dodoma? Yupo? Mbona mmekangana hivi? Kuna kimchezo gani kinaendelea? Mbona sielewi? Noma sana. Jamani, tarehe 5 mwaka huu mwezi wa 7 nategemea kufunga ndoa kwa mara ya kwanza. Makofi mengi sana kwangu. Kwa kuwa mimi ni comedian, mnaweza mkahisi ni utani. This is serious. Mtoto wa watu ameniamini. Ameamini kipaji hichi ndio kitakacholeta chakula nyumbani. Kaamini kwamba kuchekesha huku kutapeleka watoto shule English medium. Kwamba nitapeleka nyama nyumbani wasile maharage. Nikuhakikishie mama watoto, kama unanisikia, utakula dagaa nyama. Hichi kipaji sio chakula nyama, hichi chakula dagaa nyama. Yaani kiufupi wewe kwangu umekuja kujitolea. Niliomba sana jamani. Wazazi bana wa Kibongo ni wazazi ambao hawajui kuficha vitu. Tofauti na wazazi wa Ulaya. Mzungu in normal way anaweza akawa anamuogesha mwanae. Akamuogesha, mtu wake anafurahi, enjoy, au sio? Mtoto kwenye hali ya kujua, anataka ajue, akauliza swali. Hey mom, look, what is this? Mzazi wa Kizungu yuko wazi, atamwambia ni nini? Atambia, hey son, that is a male reproductive organ. It is used for reproduction. Safi. Njoo Bongo. Mtoto anaweza kaa anaogeshwa kwa hali ya kujua, anataka ajue. Kopo la kwanza, kopo la pili, la tatu, mama, hii nini? Kaambia hata mchezea kidudu pumbavu. Why kidudu? Wazazi wa Bongo hovyo kabisa. Na kipindi sisi tunakuwa wakubwa ile, sisi unajua sisi watoto wa kiume tunapenda vitu vya kijinga sana ujue. Yaani sisi kipindi tunakuwa, ulikuwa ukioga mtoto wa kiume, yani ndio umekuwa unaoga, kuna vimawazo bafuni vinakujega kijinga. Unasema, ngoja nijaribu nione leo wasichana wanafananaje. Kwa hiyo kwenye kuoga you take that one up, unaibana huku nyuma. Tunataka tuone. Tajiri. Huyu ni CEO wa Mwanachuo Tour. Safi sana ndugu yangu. Hii sikurudishi na kujua, lakini sirudishi. Inakuwa ni noma. Tunataka tufahamu. Na mzazi wa Kitanzania ni tajiri, acha nifuate tu 5,000 kabla hujailisha mawazo. Asante sana. Kwa kushindana na Dula Sports kwa mara ya kwanza kushindana naye. Kwa mara ya kwanza hayupo. Safi. Yupo wapi? Asante mamangu.
Kwa mara ya pili wa kushindana na Dula Sportswear. Asante. Kwa mara ya tatu wa kushindana na Dula Sportswear. Sasa Dula Sportswear kwa kuwa umetoa 5,000 na wao wametoa 10,000. Kwa mara ya kwanza kushindana na huyu bwana. Asanteni sana. Sasa mzazi wa kibongo anaweza kukuingiza kwenye mitego yake wewe bila kujua. Hivi kwa sisi ambao tumefanyiwa tunataka jando majumbani tunaelewa circumcision jando na unyago. Unaamka asubuhi mtoto mdogo uelewi. Kwanza usiku mama anakupenda vibaya mno. Yaani anakuandalia maji ya kuoga asubuhi. Anakuchukulia biskuti, juisi. Wewe mpaka juisi ndio kuna nini? Kumbe hapo wanataka kukate. Unakula unamaliza fresh. Unaona mtu anaingia amebeba kibegi mgeni, anapanga mikasi pale mezani, visu. Wewe unajiuliza kuna mboga gani inataka uchinje? Kumbe ni mboga yako ndio anataka wakate. Zinatafuta nguvu kazi 4, mbavu zimeshiba, wanakukamata. Unawekwa mezani, unalazwa ulalo pale. Hivi jamaa wana nguvu, wanahakikisha ufurukuti kwa namna yoyote. Yaani mfurukuta yako wewe itakuwa ni kiunoni tu. Maana wanapokuwa wamekushika, wewe maana utakuwa tu hivi. Nachana. Dokta anakuja na sindano. Anachoma ya ganzi. Sasa sindano ikichomwa kwa wale VIP hapa wengi wamefanyiwa hiyo kitu hospitali. Hawezi elewa. Huku nyuma huku. Tunaelewa. Hiyo iko nyumbani, tunaelewa. Nikajua unakuja kunipiga ndugu yangu. Vipi? Unaomba chenji tena? Sasa vipi? Chenji? Unatamisha 8,000. Yaani utoe 2,000. Sina. Sasa wale wakishachoma sindano waga ile dawa inajikusanya sehemu moja. Kwa dokta anatumia mbinu fulani hivi ya kuisambaza. Anapekecha. Pale lazima ucheke kama mpumbavu. Na maisha ni sisi maskini. Unajua watu wenye hela hawahangaikagi sana. Ni hospitali wanamaliza kila kitu, si ndio? Lakini hapo utavalishwa kanga. Wanasemaga uani ni sehemu ya starehe. Ila ukishakatwa mkojo ukakubana, wendi unalia. Kwanza unakuwa hivi. Ndio maisha yako ujue. Uko na kanga. Kidonda kikauka kwenye kanga ni hatari.